Nenda katafute pesa kihalali utafanikiwa. Na wewe umri wako bado ni mdogo mno. Nenda, acha tamaa. Aisee, niliachiwa huru. Ila yule mgambo aliyenipeleka na yule mama, kabla hajanikabidhi kwa wale maaskari kituoni, alinisachi mifuko yangu yote, zile pesa nilizokuwa nazo akachukua zote, akaniachia shilingi 500 ya nauli kwenye daladala. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Kwa sababu nilikuwa sijapata tangazo sahihi ambalo linanielekeza mahali sahihi. Kama siku ya leo ambavyo nimekufikia, nikupe tangazo ambalo linakuelekeza mahali sahihi pa kupata ukombozi wako na msaada wako. Tangazo alilolitoa Yesu ndilo tangazo sahihi ya kwamba njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Mizigo ni kama niliyokuwa nao mimi. Nilikuwa natamani kufanikiwa, lakini sikupata njia sahihi ya kufanikiwa. Nikaangukia pua kwa matapeli, nikaendelea kutapeliwa na kuumizwa na kudhalilika pasipo kupata msaada wowote. Sikukomea hapo, bado nilipitia changamoto nyingi. Paka ikafikia hatua nikakutana na bosi wangu mmoja, aliwahi kuniajiri, na yeye alikuwa na tamaa hiyo, hajui Yesu. Akatamani kunitoa kafara. Akiwa anatamani kunitoa kafara, siku ya kwanza kabisa akanichukua akaniambia twende mahali fulani. Mahali tulipokuwa tunaenda, tulikuwa tunaenda sehemu ambapo hapana makazi ya watu. Sehemu hiyo mara nyingi walikuwa wanatupia takataka. Tukaongozana naye bosi wangu, tunafuatana usiku, ilikuwa mida ya 2:00. Tulipokuwa tukifuatana naye, tukafika lile eneo la tukio. Akaniambia nisubiri mahali hapa. Akaniacha kama hatua 5. Aliponiacha kama hatua 5, sikujua ni kipi kimenipitia. Yaani kabla hata ya dakika 5 hazijaisha, akanipigia simu akaniambia njoo kwenye loji tuliokuwa. Sasa najiuliza amefikaje loji? Amefikaje loji? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amefikaje na tulikuwa hapa na ameniacha hatua kadhaa? Sikuelewa, sikumuuliza, ila moyoni pakaanza kupiga alarm. Yale matukio yameanza tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Njia ya kweli sijaiona. Tulipofika pale lodge, kulikuwa na kitu alipewa na mganga wake. Akaniambia kamata hiki kitu, nikakikamata. Tukawa kama tunanyang'anyana kwa nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya hapo tukaondoka, tukarudi nyumbani. Zikapita siku kadhaa, nikaanza kuugua. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nafupisha ushuhuda, twende kwenye lengo. Nilipoanza kuugua, nikakaa siku nyingi katika hali ya kuugua. Nilikonda kufikia hatua ya kutokula chakula chochote. Chakula changu nilikuwa nakula manyanya, au kwa Kiswahili kingine nasema kachumbari. Nikikatiwa kachumbari ndo nakula. Ila chakula kingine kikisogezwa mbele yangu kina harufu mbaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikuwa nanuka, nimeharibika. Unajua mwanadamu anakuwa na jeuri pale anapokuwa anaoga vizuri, anakula vizuri, anaenda anakotaka. Ila siku akishakwama, kwisha habari yake. Haleluya. Nikiwa mahali pale, sauti ya Bwana ikasikika masikioni mwangu. Inaniambia mrudie Muumba wako. Ile sauti iliponiambia mrudie Muumba wako mara 3, nikawaza Muumba wangu, mimi nilimezaliwa kwenye dini fulani, nimelelewa huko, na sasa huenda Mungu anataka nirejee huko. Haleluya. Nikaanza kufanya taratibu za kutafuta wale wakuu wa ile dini yangu ya wazazi wangu ili nipate kutubu, lakini sikupata hiyo nafasi. Badala yake neema ya Bwana Yesu ikaanza kunifuata. Siku moja malaika wa Bwana akanitokea, akanionyesha njia ya wokovu, njia sahihi. Hapo ndipo nikamkiri Yesu nikiwa hoi, nimelala. Nilipoombewa nikafunguliwa, nikapona. Nikasema Yesu ni Bwana. Nilipookoka na kumfuata Yesu, ikainuka vita kwa wazazi wa wazazi wangu kwamba inakuwaje umeacha dini ya baba yako. Na mimi nikawaza kama hawa wangelijua mateso niliyokuwa napitia, wangeliniuliza zamani kwamba kwa nini unateseka na hujapata majibu. Leo nimepata mtu wa kuniponya na kunitoa kitandani, wanauliza maswali ya namna hiyo. Nikawaambia hata kama munichukie sawa, majirani wanimuonie sawa. Haleluya. Kwa sababu
sababu gani? Nimeona upendo wa Yesu Kristo. Nilipoingia kwa Yesu Kristo nikakutana na hili tangazo linasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Nikatathmini maisha yangu, nikasema mzigo wangu wa kwanza ni afya. Afya yangu imeliwa na shetani, afya yangu imeteketea, nina mzigo wa maradhi. Lakini kumbe Yesu nikimwendea na nitua mzigo huo, mguu wangu ukaanza kuelekea kanisani. Nilipoanza kuelekea kanisani, siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, Yesu akaanza kuniondolea mzigo mmoja baada ya mwingine. Yesu akaanza kunitua mizigo, akaondoa mizigo. Alipoondoa mizigo akaniambia, na kubadilisha sasa ukaifanye kazi yangu. Yesu alichokifanya akasema, siondoi uimbaji, utaniimbia halafu utawaambia watu habari njema. Na leo niko hapa nikiutangazie mkazi wa Kibaha Kondoe ya kwamba tangazo la Yesu linasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao. Nikuulize swali, unasumbuka na mzigo gani mama? Yamkini mzigo wako ni afya, yamkini mzigo wako ni ndoa, yamkini mzigo wako ni mume wako, yamkini mzigo wako ni mkeo, yamkini mzigo wako ni watoto wako waeleweke, yamkini mzigo wako ni wachawi wanakuangia maisha yako yaeleweke. Leo limepatikana jibu lako, leo jibu lako limepatikana. Yesu Kristo tunayemhubiri ndiye jawabu la mambo yako. Haijalishi umebebeshwa mizigo ya magonjwa na wachawi, haijalishi umetupiwa majini, Yesu ukikutana naye mizigo yote inaondoka. Mizigo yote inaondoka, majini yanafagiliwa yanaondoka, magonjwa yanafagiliwa yanaondoka. Hata kama maisha yako yalikuwa yaeleweki, ukimkubali Yesu, ukakubali kuja kwake, kila kitu kinakuwa shwari. Mimi nimenusurika kuuawa mara nyingi, Yesu alinitetea, aliniponya, mpaka leo niko hapa. Yesu amenipigania. Leo nina miaka 10 nimeokoka, tangu niokoke nina miaka 10, naenda mwaka wa 11. Nimemwona Mungu kwa namna ya tofauti. Nimemwona Mungu akinitetea. Mungu aliyenitetea mimi atakutetea na wewe. Mungu aliyenibadilisha mimi atakubadilisha na wewe. Kazi yako ni kuja tu kukiri na kutubu. Haijalishi ulitenda dhambi nyingi sana, yamkini labda umebebeshwa mizigo ya kubadilisha wanaume wa kila aina. Ukimkubali Yesu anakufungua, hiyo tamaa inaondolewa kabisa. Haijalishi umebebeshwa mzigo wa kubadilisha wanawake wa kila aina, ukikubaliana na Yesu anaondoa hiyo tamaa, unakuwa huru. Nataka nikwambie mwanamke unayenitazama, unayenisikiliza, unayenitazama, unayenisikia, hata kama uko nyumbani unaweza ukajiona uko salama bila Yesu. Nataka nikwambie si salama. Dunia sasa imeharibika, dunia imechanganyikiwa, dunia imefikia hatua ambayo wanawake wanatembea nusu uchi, za nyingine hata nusu uchi haipo, wanaonyesha maungo yao ya ndani. Zamani tulikuwa tunasikia kuna sehemu za siri, lakini dunia sasa hakuna sehemu za siri, kila kitu kiko wazi. Watu wanauza dhambi mitandaoni, ukiingia kwenye mitandao utupu. Yaani mambo yamevurugika. Utaponea wapi wewe kijana? Utaponea wapi mama yangu? Utaponea wapi mwanafunzi mwenye ndoto za kuwa rais? Utaponea wapi mwanafunzi mwenye ndoto za kuwa daktari? Kwa sababu shetani amekusudia kuharibu maisha ya watu, lakini kumbe Yesu yuko kwa ajili ya maisha yako, yuko kwa ajili yako, yuko kwa ajili ya familia yako. Ukikubali kutubu, ukikubali kuokoka, Yesu anakubadilisha, unakuwa sawa. Yesu akasema, utapita kwenye moto hautakugalikisha, utapita kwenye maji mengi hayatakukalikisha. Maana yake utaishi kwenye dunia iliyoharibika, ule uharibifu hautakupata, ule uharibifu hautakudhuru. Utaishi katikati ya wachawi na washirikina, ushirikina wao hautakupata, ushirikina wao hauwezi kukugusa. Kwa nini? Kwa sababu umempata mwenye majibu ya kweli, mwenye matangazo ya kweli. Nataka nitoe tangazo, wewe uliyeko nyumbani, wewe uliyeko mbali na hapa,
ya kwamba Yesu anakuita, Yesu anakupenda, anahitaji akusaidie bure bila gharama yoyote, anahitaji akusaidie bure bila shida yoyote. Haijalishi ulitembea kwa waganga bila kupata matokeo, lakini leo msaada umekufikia bure, msaada umekuja kwako. Yesu yuko hapa mahali tunahubiri. Kama utatamani kuondolewa mizigo ulionayo, ya kwamba jambo hili limenichosha na mimi nataka niwekwe huru, Yesu anakuita sasa. Yamkini umeteseka, mambo mengi hayaendi sawa. Yesu ndiye jibu, Yesu ndiye muweza, Yesu ndiye mwokozi. Anaokoa, anaponya, anabadilisha, anainua. Yeye ni kila kitu, na ndio maana ukimpeleke kwenye maji anaitwa ni maji ya uzima, ukimpeleka kwenye chakula anaitwa ni mkate wa uzima. Kwa nini unahangaika? Kama ni njia, anasema mimi ndimi njia ya kweli na uzima. Kwa nini unatapatapa? Umepoteza matumaini, hauna amani. Wengine wanawaza kwamba ili niwe na amani labda niwe wanawake 4. Nataka nikwambie hapana, umejidanganya. Wengine wanawaza ya kwamba ili niwe na amani labda niwe tajiri nitafute pesa. Nataka nikwambie hapana. Mimi nimewahi kukaa na tajiri, nikiwa namfanyia kazi, alikuwa na pesa za kila aina, lakini ndoa yake haikuwa na amani hata siku moja. Maana wengine wanawaza ili ndoa yangu, mke wangu atulie, lazima niwe na pesa. Unajidanganya. Bila Yesu hakuna amani. Uwe na pesa usiwe na pesa, mke wako atakusumbua tu, lakini jibu la mwisho ni Yesu Kristo aliye hai. Hata kama unakula mara moja kwa siku, madamu Yesu yuko katikati ya ile familia, mnaishi kwa amani. Mmeoana miaka 7 kama mmeoana jana. Kwa sababu ya nani? Ya Yesu. Wengine wanafikiri limbwata, kwamba ngoja huyu mwanaume ananisumbua sana, labda nimpe limbwata. Huo ni mzigo, unabebeshwa mzigo. Sikiliza, niliwahi kwenda kwa mganga mmoja wa majini kipindi niko naishi kwa wazazi wangu pale nyumbani. Kuna kipindi tulipitia, wakawa wanakuja wachawi kuchezea nyumbani. Nikaenda kwa mganga mmoja, akaniambia wachawi wamejaribu kwenye kiwanja cha nyumba yenu kuwa kiwanja chao. Saa nyingine mkiwa mmenunua nyama, wanawaletea nyama za bundi, wanawachanganyia, mnakula na nyama za bundi. Nikamuuliza nifanye nini sasa ili kuondokana na haya matatizo. Akanitengenezea bonge la hirizi. Aliponitengenezea bonge la hirizi, nikamwambia nataka unipe kitu ambacho kitakuwa kinyume na hawa wachawi. Akaniambia ninakupa kiumbe. Sema kiumbe. Akanitengenezea kiumbe. Nikusimulia ile hirizi ilivyokuwa. Sema ehe. Ile hirizi ilitengenezwa hivi. Nikapeleka karatasi nyeupe kwa yule mganga. Akachukua, kuna chupa moja ina rangi nyekundu, kuna vitu vina rangi nyekundu. Kwa kipindi kile kwa lugha zetu tulikuwa tunaita ile chupa, ilikuwa inaitwa chupa ya zafarani. Alipochukua akachora kwenye ile karatasi fuvu. Sema fuvu. Akachora fuvu, akaliwekea mapembe, na huku mapembe akalicholea na meno. Alipocholea akaliwekea na masikio. Alipocholea akaliandikia pale na maneno fulani ya lugha fulani ya nchi fulani. Alipoandika yale maneno, akaikunja ile karatasi, akasogeza na ubani, akasogeza na udi, akaanza kusoma maombi yake. Aliposoma maombi yake, baada ya hapo akanikabidhi, akanivalisha hapa. Aliponivalisha hapa, akaniambia nimekutengenezea huyu kiumbe, atakuwa mlinzi wako, ila utakuwa na mchinjia jogoo mwekundu kila mwisho wa mwezi. Ukichinja ule jogoo mwekundu, damu yake unaipaka hii karatasi. Haleluya. Na mimi nikasema ndiyo mzee. Nikavalishwa, akaniambia pia usiingie nayo chooni. Sasa nilipookoka nikawa nawaza, kama wale wachawi maadui zangu wangeenda kunisubiri chooni, maana mlinzi nimemwacha. Lakini ukiwa na Yesu, anasema mahali ulipo na mimi nipo. Ukienda chooni na Yesu yupo, ukilala Yesu yupo. Lakini nimepewa mlinzi wa kunitatulia matatizo yangu, naambiwa nisiende naye chooni. Nikikabwa chooni,